Kitu kinachoweza kubeba mengine yote ni katiba. Nchimbi ametumia lugha ya picha kutuambia nani anayezuia katiba. Ni siku moja tu imepita tangu makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi kuwasihi wananchi wa taifa hilo kupigania katiba mpya na kueleza kuwa rais wa taifa hilo Samia Suluhu Hassan pia yuko katika mchakato wa kuhakikisha anawapatia katiba mpya wananchi wake kabla ya mwaka 2030. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote, katiba yenye mwafaka katika taifa, katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa na kuyaibua makundi mbalimbali ikiwemo wanasiasa wa upinzani ambao wametoa mtazamo wao kutokana na kauli hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari leo jijini Mwanza, makamu mwenyekiti bara Chadema John Heche amesema kuwa kauli ya makamu wa rais ni kuwachezea Watanzania kwa kuwa serikali ina uwezo wa kuwapatia wananchi wake katiba mpya. Samia anataka katiba, lakini wakati huo anatuambia tukomae tupate katiba. Sasa maana yake ni nini? Maana yake ni nini? Nyewe mnaelewaje? Kwamba kama Samia anataka katiba, Nchimbi anasema anataka katiba, sasa nini kinachoizuia mpaka tukomae? Si inatakiwa ije yenyewe tu bila kukomaa? Sasa kama wanataka wote, na wao ndio wana mitutu ya bunduki, na wao ndio wanazuia, na wao ndio wana bunge fake lile, ndio wana control kila kitu, nani anayezuia sasa? Nchimbi ametumia lugha ya picha kutuambia nani anayezuia katiba. Aidha, Heche amewaasa Watanzania kuungana kwa pamoja na kudai katiba mpya na kukemea matendo yasiyofaa katika jamii. Ninawaomba Watanzania tuungane kwa pamoja, tukatae mambo haya. Hakuna aliye salama. Chama chetu na sisi viongozi wa Chadema tutafanya yale tunayoweza. Wanachama wenzangu, kwanza msiogope. This is a kick of a dying horse. Farasi ambaye yuko dakika za mwisho. CCM imefika mwisho, ndiye anarusha mateke ya aina hii. Madai ya katiba mpya nchini Tanzania yameendelea kuchukua taswira mpya, huku mashinikizo zaidi yakitolewa na makundi mbalimbali ambayo yanadai katiba iliyopo hivi sasa ya mwaka 1977 haikidhi matarajio ya sasa kwa kuwa iliandikwa kwa mfumo wa chama kimoja na sasa nchi hiyo ni ya vyama vingi. Mabadiliko ya uchumi, teknolojia na haki za binadamu yakitajwa kama vichocheo zaidi vya kuongeza mjadala huo.